wachawi walipoweza kusema haya maneno, na mfalme akasema, akatoa amri impasao kuuliwa kila mtu mwenye hekima. Wachawi waliweza kusema namna gani? Sikiza wachawi wenye waliweza kusema. Pia waligundua kwamba jambo ambalo mfalme anataka it is beyond them. Soma, tuendelee. Maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu. Mmepata kupata maneno ya uongo mbele zangu, hata zamani zitakapobadilika. Hata zamani zitakapobadilika. Anasema, basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Tuendelee. Wakalaye wakajibu mbele ya mfalme wakasema, safi. Hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme. Sikia, wachawi na waganga mnaokibiria sana mambo ya kufanya biashara, mnajua kwamba mnakibiria ili muweze kuweka mabiashara zenu zinawiri. Pia waganga na wachawi wakati huo waliweza kusema kwamba hiyo neno natobia wa mfalme hatuliwezi. Endelea mwalimu wangu. Kwa maana hapana mfalme, maana hakuna mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga, wala kwa mchawi, wala kwa mkaldayo, ni neno la ajabu. Hili mfalme ni neno la ajabu, hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha. Hapana mwingine anaweza kuonyesha maneno haya ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Pia wachawi na waganga walijua kwamba neno hili ambalo mfalme anataka hakuna mtu duniani anaweza kutuonyesha ama kulionyesha. Kitu ambayo umekwisha kuota na ukasahau, na ujue huwezi danganya. Kama kuna kitu huwezi danganya ni kitu ambayo umeota na unasahau. Ati niliota kuota na nikasahau. Hebu nikumbushe ni venye niliota. Nitakwambia hiyo si kuota kitu kama hiyo. Lakini nikikumbuka nitakwambia kabisa hivyo ndivyo niliweza kuota. Kweli wewe ni nabii. Kwa hivyo wachawi, waganga wenye watu wanawaendea, waabudu sanamu, hao watu wote katika swala ambayo Nebukadneza alitaka hawakuwa na usaidizi. Basi mfalme akatolea amri, akasema inapasa kuuliwa wenye hekima wa Babeli. Na Danieli alikuwa mmoja ya wenye hekima wa Babeli ambao waliweza kuitishwa kichwa cha mfalme. Endelea kusoma mwalimu wangu. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Akatoa amri na kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Ati ile amri ikatangazwa na wenye hekima walikuwa pamoja na kuuawa. Hebu fikisha hapo. Hebu enda Danieli 1. Enda Danieli 1. Danieli 1. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8 nasema, lakini Danieli ameazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Anza verse 4. Verse 3. Vijana wasio na mawaa. Verse 3. Anza verse 3. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli, wa uzao wa kifalme. Unasikia? Wa uzao wa kifalme. Kwa hivyo watu ambao walikuwa wameweza kuitishwa na mfalme Nebukadneza katika uzao wa kifalme, ambao waliweza kuwa wametolewa Yerusalemu, wakaletwa pale Babeli, kwa maana walikuwa wamemwacha Mungu wao, wakakuwa mateka 70 years. Sasa mfalme anaitisha wa uzao wa kifalme. Tuendelee mwalimu. Na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa. Kwa hivyo mfalme alitaka vijana wasio na mawaa
wazuri wa uso, yaani wanapendeza katika uso, wajuzi wa hekima, wajuzi. Kwa hivyo Danieli alikuwa mmoja wenye wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, wenye kufahamu. Pia Danieli walikuwa mmoja wenye kufahamu elimu. Kwa hivyo unasikia katika uzao wa kifalme ulikuwa na hizo characteristic. Lazima ungekuwa na those characteristic, kwa sababu ni uzao wa kikuhani, uzao mwenye hekima. Tunaambiwa kwamba watu hawa ndio mfalme aliweza kufanya nini? Kuleta. Endelea. watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Wataweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia wafundishe elimu ya Wakaldayo. Tena wakaambiwa wafundishwe elimu ya Babeli, elimu ya Wakaldayo. Na lugha yao. Huyo mfalme akawaagiza posho ya chakula. Fikisha hapo. Yaani mfalme akasema kwa watu waweze kulishwa, lakini Danieli akaazimu na wenzake hawatakula na kujinajisi na chakula cha mfalme. Turudi Danieli 2 mstari wake wa 16. Danieli 2 mstari wake wa 16 nasema, Basi Danieli akaingia akaomba mfalme ampe muda. Akaomba mfalme aweze kumpa muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Ndipo Danieli akaenda nyumbani mwake, akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, wajifunga aweze kuomba. 21 tuendelee. Yeye ubadili majira na nyakati. 20. Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele. Kwa sababu Danieli imekwisha kuonyeshwa baada ya kufunga kwa ajili ya maombi ya kuweza kuonyeshwa ndoto ya mfalme, analihimidi jina la Bwana na kusema hakuna Mungu aliye kama wewe. Tuendelee. Kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Kwa hivyo Danieli aliweza kujua hekima na uwezo ni wa Bwana. Tuendelee. Yeye ubadili majira na nyakati. Sikiza, one of the things that Daniel aliconfirm kutoka kwa Bwana kwamba Bwana hubadili wakati na nyakati, uzuru wafalme na kuwakamilisha wafalme. Uzuru wafalme na kuwakamilisha wafalme, yani Mungu ndiye hupeana ufalme na ufalme mwingine. Tuendelee. Huwapa hekima wenye hekima, na wenye hekima pia ni Mungu anawapea wenye hekima wakaweza kupewa. Tuendelee. Huwapa wenye ufahamu maarifa. Huwapa wenye ufahamu. Wewe ambao uko na ufahamu sana, hiyo ufahamu umepewa na Bwana. Tuendelee. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri. Anayefunua mambo ya fumbo na ya siri ni Mungu. Kwa hivyo wewe ambao unakwenda kwa wachawi, sijui unaendea nini? Wewe ambao unaenda kwa waganga, sijui unaendea nini? Sijui unaendea kamote ya kufanya nini? Kama wao wenyewe wanasema kwamba hilo ambalo unalotaka mfalme hatiwezi, na wanaambiwa tukiwa pasao jambo moja tu, kukufa. Just one thing that said to be done by you, only death, only a soul, because you have been lying to me. Na wasahili ukufe kwa sababu mmekuwa mkinidanganya. Mfalme Nebukadneza akaweza kutoa amri. Danieli habari pale ilipomfikia, akaenda kwa mfalme akamwomba, mfalme, nipe wakati na nafasi niweze niongee na Mungu wangu ambaye mimi namwamini kwamba atanionyesha hilo tukio ambalo liweza kukupata. Naye alipoweza kuonyeshwa akashukuru Mungu wa mbinguni. Naye Danieli akaambia mfalme kwamba haistahili kuua watu tena, kwa sababu hilo ambalo ulikuwa unalitaka Mungu wa mbinguni amekwisha kulinionyesha. Enda mstari wake wa 25. Ndipo Arioko akamwingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka. Akamwambia hivi,
nimemwona mtu wa hawa wana wa Yuda waliohamishwa atakaye mjulisha mfalme ile tafsiri. Tuendelee. Mfalme akajibu akamwambia, Danieli alikuwa akiitwa Belteshaza, ambaye alikuwa ameitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Tuendelee. Safi. Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. Lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Sikiza, kwa sababu Danieli alikuwa anamcha Mungu wa mbinguni, na nchi ambaye ako katika nchi ya Babeli, na ndiposa mfalme aliweza kuonyeshwa ya unabii katika hali ya kuabudu, jinsi walivyokuwa wanaabudu miungu. Anapoonyeshwa katika hali ya kuabudu miungu, anaonyeshwa ndoto hii kama jinsi tabia yao ilikuwa. Kwa hivyo Danieli anaintroduce kwa mfalme kwamba Mungu wa mbinguni ndio pekee yake anaweza kukuonyesha hili jambo. Tuendelee mwalimu wangu. Lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Naye amemjulisha mfalme Nebukadneza. Mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ati mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Kwa hivyo hii ambayo mfalme Nebukadneza aliweza kuonyeshwa ni mambo ambayo yatakayokuwa katika siku za mwisho. Kwa hivyo all this ambayo tunaweza kuona hapa mbele ya macho yetu ni mambo yatakayokuja katika siku za mwisho, na tumeambiwa kwamba Mungu ndio upeana nini? Ufalme. Ndio utoa ufalme huu na kuweka ufalme mwingine. Endelea mwalimu wangu. Ndoto yako na njozi ya kichwa chako ulizoziona kitandani pako, yaani katika kitandani chako na njozi uweza kuona ni hizi, ni hivi. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa. Katika kitandani pako, katika mawazo yaliweza kukusomba. Alafu na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuja. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima. Ni Danieli anasema, kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo. La hasha. Tuendelee. Zaidi ya watu wengine walio hai. Twende. Bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri. Tuendelee. Nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana, na mwangaza wake mwingi sana. Safi. Ilisimama mbele yako. Na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Tuendelee. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Tuendelee. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba kichwa cha sanamu hii ilikuwa ni dhahabu safi. Jinsi tunavyoona kichwa cha sanamu hii ilikuwa ni dhahabu safi, na tunaambiwa kwamba kifua chake kilikuwa cha nini? Ya fedha. Fedha safi. Tuendelee. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Tuendelee. Miguu yake ni ya chuma. Na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Tunaambiwa kwamba miguu ilikuwa nusu, nyayo zilikuwa nusu chuma na nusu udongo, lakini miguu
ilikuwa chuma. Tuendelee. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake. Na jiwe hilo likapiga sanamu miguu yake. Iliyokuwa ya chuma na udongo. Iliyokuwa ya chuma na udongo. Likaivunja vipande vipande. Ikaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupeta wakati wa hari. Eda 36. 36. Hii ndio ile ndoto. Sasa tunaangalia tafsiri ya hii ndoto. Tunaweza kuona kwamba hii ndoto ambayo sanamu ambayo imeweza kuonyeshwa na Nebukadneza, ambayo tumeona kwamba ilikuwa na kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, kiuno cha brass na miguu ya chuma, na nyazi zilikuwa za chuma, nusu chuma na nusu udongo. Sasa tunaenda tafsiri hii na kichwa ya sanamu hii ilikuwa inamaanisha nini katika ufalme wa Nebukadneza, kwa sababu lazima iwe na tafsiri yake. Ilikuwa inamaanisha nini? Na tumeambiwa kwamba mambo haya ni ya mwisho wa dahari, mwisho wa dunia. Kwa hivyo Nebukadneza, Mungu aliona kwamba atatumia Nebukadneza kutangazia dunia hii mwisho wa dunia hii. Tuendelee. Tafsiri yake 36 inasema namna gani? Hii ndio ile ndoto, nasi tunaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Twende. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme, wewe mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Tuendelee. Na uwezo na nguvu na utukufu. Safi. Na kila mahali wakapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani. Safi. Amewatia mkononi mwako. Safi. Naye amekukamilisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Kwa hivyo Nebukadneza, baada ya kupewa tafsiri hii ya dhahabu, tafsiri ya sanamu, aliambiwa wewe Nebukadneza, katika hali ya vyuma, katika bahari ya minerals ama mawe yenye dhamana, kwamba mfalme, wewe ndio kichwa kile cha dhahabu. Mfalme Nebukadneza aliambiwa wewe ukichwa kile cha dhahabu, dhahabu safi. Tunajua dhahabu ndio the means of trades, ambayo the most expensive thing you can ever have to this world. Kwa hivyo mfalme anaambiwa kwamba kichwa kile unachokiona wewe, you are being represented, kwamba wewe ndio kichwa, yaani ufalme wako unazidi kurepresentiwa na kichwa cha dhahabu. Tuendelee. Na baada ya zamani zako, yaani mfalme akaambiwa wewe ukichwa cha dhahabu, baada ya wewe kuondoka, ufalme wako baada ya wewe kuondoka, kutakuja nani mwingine? Tuendelee. Utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Sikia, tunaambiwa kwamba hiki kichwa ambacho tumeambiwa ni Babeli, ambacho tumeambiwa ni ufalme wa Chaldean ambao ni Nebukadneza, tunaambiwa kwamba baada ya wewe Mungu ataleta ufalme mwingine katika ulimwengu huu. Tunapoongea kuhusu dhahabu, dhahabu kichwa, tunajua Nebukadneza conquered the world. Yaani alikuwa anatawala ulimwengu wote. Sasa anaambiwa baada ya wewe, baada ya dhahabu, kutakuja watu wengine ambao watatawala dunia hii yote. Tuendelee. Na ufalme mwingine watatu wa shaba, ufalme mwingine wa pili utakao itawala dunia yote. Utakaotawala dunia yote. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Eda 7 wa 7 47. That's 37. Ndio nyuma. Wewe mfalme, mfalme wa falme. Tuendelee. Na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Na kila mahali wakapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wangani, amewatia mkononi mwako. Twende. Naye amekukamilisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Twende. Safi. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Sikiza, Nebukadneza anaambiwa baada ya wewe ufalme wako kuisha.
kutaondoka ufalme mwingine mdogo kuliko wako, ambao hautakuwa na nguvu kama zako. Endelea. Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba. Kwa hivyo tunaambiwa kuhusu ufalme mdogo ambao utaweza kuja, ambao ni ufalme wa Medi na Persia, ambao ni mdogo. Tuendelee. Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Tuendelee. Greece. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvisha. Tunaambiwa kwamba chuma huvunja vitu vyote na kuisha. Endelea. Na kuvishinda. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovivunja na kuseta. Twende. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake, kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Sasa tunaambiwa kwamba katika ufalme huu ambaye uliweza kuconquer the whole world, tunaambiwa kwamba ufalme huu Danieli aliweza kutafsiriwa, kuonyeshwa na Mungu, ambao ulikuwa umeonyeshwa na mfalme Nebukadneza. Tunaambiwa kwamba ufalme huu uliweza kukanyanga, juu ulikuwa nusu udongo na nusu nini? Nusu chuma. Na ufalme huu ambao tunaona kwamba uko na hapa kwa miguu, tunaambiwa hapa ni nusu udongo na nusu chuma. Hii tunaambiwa ni chuma, na hapa ni ufalme wa nne ambao ni wa mwisho. Kwa hivyo katika watu ambao wata control the whole world, ama wataweza kuconquer the whole world, kulikuwa mfalme wa kwanza ambaye anaitwa Nebukadneza, na mfalme wa pili ambaye alikuja wa Medi na Persia, na mfalme wa tatu wa Greece, na mfalme wa nne wa Rome. Na tunaona kwamba Rome ilikuwa chuma ambayo ilikuwa inatawala ulimwengu kote, lakini ikakuja ikafanya nini? Ikawa divided Rome. Hii ni sanamu ambayo mfalme Nebukadneza aliweza kuonyeshwa, divided Rome. Baada ya kuwa divided Rome, tunaona sanamu hii iko na vidole 10, kwa sababu inaonyeshana nini? Inaonyeshana sanamu ya mtu, na hii tunajua kuwa vidole 10 vinaashiria nini? Utawala. Na tumeambiwa hii ilikuwa inaonyesha nini? Utawala. Vidole 10 tunajua katika dunia hii kuna nchi 10 zilizokuwa na nguvu zinatawala dunia hii, na tunajua first ilikuwa Rome ya kisenzi. Rome ya kisenzi. Saa hii tunatawala na Papal Rome. Kwa hivyo tunaposema kwamba sanamu hii katika miguu yake inakuwa divided, tunaambiwa nusu udongo na nusu chuma. Tunajua kuwa udongo hauna nguvu kuliko chuma. Kwa hivyo sehemu zingine iko na nguvu, sehemu zingine haina, kwa sababu diposa inafanya nini? Inachanganya nusu udongo na nusu chuma. Na vidole 10 zinasimamia mataifa 10 yaliyokuwa yanatawala Rome. Na haya mataifa 10, mwalimu wa nabii atakuja kuonyesha ni gani, na ataweza kuingia katika ufalme katika Danieli, akionyesha kupitia the same sanamu, akipitia sasa wanyama. Na hapo ndio mtaambiwa wafalme 10 watakuwa the 10 countries which are the strongest to the world. Ndio wanatawala na huwa they not mix with it. Lakini mfalme alipoweza kuonyeshwa haya maneno yote, mfalme alisema kwamba hiyo maneno yote ni upuzi. Mfalme Nebukadneza aliweza kuonyeshwa hiyo maneno yote ni upuzi, akaweza kutengeneza mnara katika Danieli 3, akaweza kuonyesha sanamu yake ikiwa ya dhahabu kutoka juu mpaka chini. Sasa nazungumzia kuhusu Daniel 3, akaweza kutengeneza, akasema yeyote atakayekataa kuabudu sanamu hii na ataweza kuuliwa. Sijui maneno haya utasikia wapi kwingine yanayohubiriwa kuhusu maneno ya utawala wa dunia hii na ulimwengu huu, ili uweze kujua mwisho wa dunia huu. Naomba Mungu wetu akusaidie, mwalimu wa unabii
ambaye nimekusha kumshikilia siku ya kesho uweze kuandamana naye kuhusu swala la unabii. Najua siku ya kesho utaweza kuingia katika Danieli 7 na muweze kuangalia the same sanamu akiwa anazungumzia kupitia wanyama, ili tuweze kuelewa vizuri. Afadhali ungekuja leo ukuje kesho usikie utamu wa Biblia, jinsi Mungu ameweza kuweza kuweka wazi mafundisho yake, kwa sababu wanaopotea ni wenye ambao wanapenda. Kwa sababu maneno haya mnasikiza na mkiyapita tu. Maneno haya mnasikiza tu mkiyapita tu. Na unajua kila wakati kuna kitu kina mwanzo na kuna mwisho wake. Tamati ya siku ya leo tutawekea hapo kikomo. Siku ya kesho mwalimu wetu ataweza kuandamana nasi katika mafunzo. Nami nitaweza kuacha na kuambia Mungu wetu aweze kuwabariki. Kuna mtu ambaye anaweza penda kuwa na swali. Kuna mtu angependa tuweze kuomba naye pamoja. Kuna mtu ambaye kuna mambo yanamtatiza ya kimwili, ya kiafya. Angependa watumishi wa Mungu waweze kuomba naye. Ako na nafasi na uhuru. Pengine unaweza ona haya kukuja mahali hapa, bali wakati tutazima hii microphone unaweza ona mmoja ya watumishi hawa ambao wamezunguka hapa. Unajua amani ambayo tumeweza kupewa, tuweze kupelekea watu katika mji baada ya mji. Tunaomba pia naye iweze kukufikia. Na juu ya wakati umekwisha kufika mwisho, hebu tuweze kutamatisha kipindi chetu cha unabii kwa njia ya maombi. Tuweze kuomba. Mfalme mwema, Mungu ishie juu mbinguni, tunashukuru kwa wema wako na fadhili zako, kwa kuwa unatupenda na unapenda watoto wako. Kuna wengi ambapo wanasikia sauti hii wakiwa manyumbani, wakiwa kazini mwao, na kwa sababu umeahidi kwamba utabariki wanaotubariki, amani yako na baraka zako zidi kuwatimizia wakiwa mahali walipo. Wanaofanya biashara wakumbuke, wanao hawana lishe pia uwakumbuke, wanaohubiri pia nao wakumbuke, wanaojiandaa ili kupokea neno hili pia naomba wakumbuke. Mfalme mwema, siku hii ambayo tunaenda kuondoka, kuwa pamoja nasi watakaoweza kusafiri, wenye ambao wataweza kubaki kuwa pamoja nao, na amani ya Bwana iwe pamoja na siku hii. Tunaomba mibaraka kipekee. Watu wao wako na maduka mahali hapa waweze kuona siku hii ni tofauti kuliko siku zingine, kwa maana watumishi wanapokuwa mahali hapa iwe ni siku ya mibaraka katika kazini mwao. Wanaposikia neno la Mungu, wanaposikia neno hili wafanye maamuzi ya busara. Neno hili liweza kuwachoma mioyoni mwao, waweza kusumbuka jinsi mfalme aliweza kukumbuka na kuweza kutafuta neno lako na kutafuta ukweli. Najua kuna wengi wanatamani ukweli, kujua na kusikia. Natamani kwamba mfalme mwema uko katika mbinguni, katika kiti cha enzi ukiwa umeketi, ukituma maneno yako katika malaika waweze kufika mahali hapa na kuponya kila mmoja ambaye ni mgonjwa katika ugonjwa wa kiroho na katika kimwili. Yote hana chakula uweze kumpea. Yeyote anatamani kukuona, unajua uko na njia mingi, more than 1,000 ways kufikia watumishi wako. Tunaomba amani ya Bwana iwe nanyi siku zote, na Mungu wetu tumeomba katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amin. Shalom, shalom. Mungu wetu awabariki. Tutakapojiandaa kuja siku ya kesho kusikiza neno hili, Mungu atubariki sote. Asanteni.